My Princess Sharon, this is a dream come true, turning to reality. From the very, very first I saw you, you have remained the same and you won my heart. You melted my heart for all the days. I've been yearning for this day and finally you're here, assuring you that you'll be the queen of my palace and all the time you'll be there for me and I'll be there for you. So my husband, Nelson, I vow to love you without condition, to stand by your side through life's joy and challenges, and to cherish our bond forevermore. Quiet hope, a love prepared. You lead me closer to his heart. You've been his promise. I'm not the bride, I'm the bride's sister. I'm not the bride, I'm the bride friend. I am not the bride, I'm the bride's bestie. I'm not the bride, I'm the bride bestie. I'm not the bride, I'm the bride's best couple. I'm the bride. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found. Hey, let me see you dance. Come on. Hey. Nashukuru Mungu, siku njema kuhusu wewe. Nakupenda, lakini nimekuachilia uende ufunge ndoa yako safi, uishi maisha mema. Tafadhali mwanangu, utulie, uchukue maisha ya siku hizi, ufikirie huyu kijana alifikiria nini. Umetenda kitendo kizuri kuhusu kanisa la Beji, umetenda kitendo kizuri kuhusu familia na Boma la Shirabula. Umeinua na uendelee, ushike ndoa. Mimi si kuzunguka hapa na pale, nimeishi hapa mpaka saa hizi. Kifo ndio itanitoa hapa nikaelekea kwa Mungu. Amen. Asante. Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya hii siku. Imekuwa siku njema. Nina mambo mawili tu kumtia moyo. Shangazi yangu ambaye mwenyewe nilifunza nasari akiwa mtoto, na kuna siku nikamwahidi nataka afunge ndoa sasa mimi, na ameweza kutimiza hilo jambo. Kwa hivyo Sharon, nakupea ua la kuishi katika ndoa. Mungu akawafunike, akawatie nguvu pamoja na kijana wangu Nelson. Siku ya leo ni siku yako kuu. Smile my dear shangazi. Asante, Mungu akubariki. Thank you. Wow, this is the day that the Lord has made, that we be glad and rejoice in it. I want to thank God because of your life. I want to thank God that connected me to you. And I know this journey has not been easy, but I know God is on the throne. God is fighting your battles. And I have faith in you that you're going to make a great woman. You'll be greater than me. You'll do exploits. You'll be much better than me. Hallelujah. I wish you the best in your marriage. I love you so much. Be a role model. Make me proud. Let me be a proud mother. I want to have grandchildren. Long-awaited day is here. I'm so happy. I thank God for this far. Actually, it's not been easy, but through His grace, which is sufficient, I've seen the 16th of August that I've really yearned for. I want to thank my mommy, who has been there for me all these years. She's taken care of me up to the 31st birthday, that I'm leaving her house to my husband's house, whom I love, cherish, and appreciate so much.
Nelson is a gift sent to me from God, and I pray that we're going to make a great family. Thank you. Baba, tangulia safari yote katika jina la Yesu. Utoe vizuizi, utoe Jehova nisi vizingiti, na utoe kila nguvu zote za giza katika jina la Yesu Kristo. Baba, tawala katika safari mzima. Magari yote tunataja damu ya Yesu Kristo. Baba, tunatangaza ya kwamba hata anga inakubali katika jina la Yesu Kristo. Baba, kila nguvu za giza, maroho zote za delay tunaziteka nyara katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunatangaza ushindi, tunatangaza ufanisi na tunatangaza baraka. Pokea sifa, maana unatenda haya yote ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Chukua mlango tu. Amesema ndio, nani akatae? Ameamua, nani apinge? Baba amesema ndio, nani akatae? Everybody say
People give me the time.
za bibi harusi waweze kaja tuwape kitani zaidi ya pale. Pokea sifa, maana unatawala na unatamalaki. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Kanisa tuseme amen. Asante sana. Kwa wale wageni wetu ambao wamekuja special rooms kibaba nyuma ya kanisa, wale ambao wageni wetu kupitia pale nyuma tuna special rooms. Asante sana kuja katika sherehe hii, especially Pastor Nelson na dada wetu. Mungu awabariki sana. Leo hii ni siku yenu Sharon na Nelson. Mungu awabariki zaidi sana. Sababu niko hapa ni kumpatia huyu mwanaume mke wake na kupatia huyu mke bwana wake. Hiyo ndio mission ambayo nimeleta mahali hapa. Kwa hivyo sitapoteza wakati. Bishop aliniambia nihubiri kwanza kabla sijaunganisha. Ninaweza kuhubiri Yesu arudi kabla mtu hajaolewa na mtu hajaoa, alafu inakuwa ni tabu. At least tuombe Yesu arudi hata kesho, kama wameishi siku moja itakuwa mzuri, si ndio? Aitwe kwa mume na mtu aitwe mke. Hiyo ni muhimu sana siku hii ya leo. So God bless you so much for coming. Now I just want to invite the groom to come over and just walk majestically. Wanangojea wakuimbie. Unajua sio watu wamekuwa haya kuimba. Wasipoimba hakuna kukula mchele. Mambo sawa sawa, 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 mambo sawa sawa. Yesu akiwa
To the groom. Sasa kwa bwana harusi. As you come before these witnesses, unapokuja mbele ya mashahidi hapa, are you signifying that you are taking the initiative in this marriage covenant? Je, unasema unamaanisha kwamba unachukua jukumu katika hii agano la ndoa? If you are in agreement before these witnesses, say yes I do. Kama uko katika makubaliano mbele ya mashahidi hawa, sema ndio, ninakubali. Yes I do. Wapi microphone? Mtu mkono hapa. Yes I do. Hiyo microphone iko bwana. Inafanya kazi vizuri. Yes I do. Na sio upige makofi. Now, by the example of our Lord Jesus Christ, will you assume the greater responsibility in carrying out his sons before witnesses? If you're in agreement, say yes, I will. Yes, I will. So grateful. Hii bado si harusi. Hii bado si harusi. Kuna mtu anatukanyagia hapa. Kuna mtu anatukanyagia hapa. Hii si harusi. Wangapi walialikwa kuja harusi? Wote? Okay, basi chunga mimi vizuri, kwa sababu mimi naweza kusema jikoni fungwe. Aha. Wapi baba ya bibi harusi? The father. Baba. Shika mkono wako wa kulia. The right hand. Wapi mama? Mama shika mkono wake wa kushoto, alafu utembee tu na yeye. Saa hii vile tunaongea ni saa 7:52. Namna hiyo. Alafu mama ashike upande huu, alafu watu wa mkono wafuate nyuma. Amen to the bride's father. Kwa baba ya bi harusi. Shika microphone. By walking the aisle with your daughter, are you and your wife affirming that you are giving your full blessing to the marriage of your daughter with this man standing here? If you are in agreement before these witnesses, just say yes, we do.
we do. Baba leo si baba ndiye anaongea. Huyu baba ameshinda hata askofu kwa sababu alizaa. Na leo ameingia kanisani kwa sababu yeye ni baba. Magoti kwa madhabahu. Piga magoti chini. Mchungaji atatuongoza. Wachungaji kujeni, bishop kujeni, wekeni mikono juu ya Nelson na Sharon. Mchungaji wa Sharon atatuongoza kwa maombi. Na wewe nyosha mkono wako wa hizi zote. Asante kwa kanisa Jehova. Wema wa Bwana utawale maisha yao. Tenda hiyo uitwe Jehova. Kwa jina la Yesu Kristo naomba hata kuamini. Amen. Simameni. Pigeni makofi mazuri. Haya, na kila mtu sasa asimame on this declaration. Tunajua kuunganisha, hatujui kutenganisha. See best couples, please kindly. Oh, you're not finished. Okay. I welcome mahali. Jika. Wow. Pigia Bwana makofi makubwa. Kulala usingizi mzito. And while he slept, na alipokuwa amelala, took one of his ribs and closed up its place with flesh. Akachukua moja ya mbavu zake akapafunika mahali pake kwa nyama. And the rib that God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Kisha Bwana Mungu akamfanya mwanamke kutoka kwenye ule ubavu aliochukua kutoka kwa huyo mwanamume. Then the man said, mwanamume akasema, this at last is bone of my bone. Huyu sasa ni mfupa wa mifupa yangu. The flesh of my flesh. Na nyama ya nyama yangu. She shall be called woman. Ataitwa mwanamke. Oh wow man. Ama wow man. Because she was taken out of man. Kwa kuwa alitolewa katika mwanaume. Therefore, kwa hivyo, a man shall leave his father and his mother. Mwanaume atawacha baba yake na mama yake. What has just happened on this altar a few minutes ago? Akina ambacho kimefanyika katika madhabahu haya dakika chache zilizopita. And hold fast to his word. Na kuambatana na mkewe. And they shall become one flesh. Na wote watakuwa mwili mmoja. And the man and his wife
Adamu na mkewe were both naked. wote wawili walikuwa uchi. And were not ashamed. Wala hawakuona aibu. Hallelujah. Hallelujah. Let's preach together for some minutes. Wacha tuhubiri pamoja kwa dakika chache tu. There are things that people can value in life. Kuna vitu ambavyo watu wanaweza dhamini katika maisha. There are priorities that people can give in their life. Kuna vipaumbele ambavyo watu wanaweza viweka mbele katika maisha. But God is interested lakini Mungu anataka in the institution that he made. Katika shule ambayo alitengeneza. God is interested in man. Mungu anataka mwanadamu. He is interested in man. Anafurahishwa katika mwanadamu. The man that he created in his own image. Mtu ambaye alimuumba kwa sura yake mwenyewe. But we are living in days lakini tunaishi katika siku where people no longer celebrate their mates. Ambao siku watu hawasherekei wapendwa wao tena. They have their own priorities. Wako na vipaumbele vyao wenyewe. If it's men, kama ni wanaume, football could be our priority. Bila inaenda kwa kipaumbele chetu. If it's women, kama ni wanawake, our fashions can be our priority. Fashion zetu zinaenda kwa kipaumbele chetu. But God is reminding us this afternoon. Lakini Mungu anatukumbusha hapa we need to put family as a priority. Yafaa tuweke jamii kama kipaumbele. We need to put marriage as a priority. Yafaa tuweke ndoa kama kipaumbele. And when we don't do that, na tukikosa kufanya hiyo, then something wrong happens between the mates. Sasa kitu kibaya kinafanyika kati ya wapendwa nao. My Bible tells me, Biblia yangu inaniambia, God looked at everything. Mungu akaangalia kila kitu. It was good. Kilikuwa kizuri. But when he looked at Adam, Adam being alone, it was not a good situation. And God realized Adam is not at the right place. God saw Adam. And rather God saw Adam's need. Before even Adam realized that he has a need. Can we preach together, church? Hallelujah. 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 God saw the need of Adam. Before Adam even realized that he had a need. Hallelujah. Hallelujah. God identifies our needs. And we see, he sees the need of Eve. The need of Adam, sorry. Adam did not even know that he was single. Bwana asifiwe. Amen. He didn't even realize I'm alone. So God made Adam aware of his need. How did he make Adam to realize his need? He gave Adam a task or a duty to perform. Bwana asifiwe. Amen. And he told Adam to name everything that he had created. Give the animals the names. Give the birds the names. And he gave him a task. Now when Adam was counting and doing that, my Bible tells me the animals were in pairs. God wants to make Adam realize that he is single. Realize that he is alone. So at the matter of Adam now counting the animals, male and female, the Bible records, at the end of the day, it made Adam to realize that he has a need, because this animal, each and every other animal, had a mate. Hallelujah. Hallelujah. God made Adam aware of his need. The need that he was not aware of. Hallelujah. Hallelujah. Adam realizes the animals have mates. He is now aware that he is single. God did not give him enough time, because Adam would have given God an opinion. God caused Adam immediately to sleep.
Wewe pamoja. Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Amina. Because Adam, kwa sababu Adam, after realizing he was single, baada ya kutambua kwamba he would have given God opinions. Angempa Mungu maoni. But the Bible records, lakini Biblia inakiri, immediately, punde tu, God caused him into a deep sleep. Mungu alimsababisha alale usingizi mzito. Hallelujah. Hallelujah. And God tells Adam, Mungu anamwambia Adamu, oh, God puts him into a deep sleep. Na Mungu anamweka katika usingizi mzito. And God operates his side. Na Mungu anafanya upasuaji. It was a painful experience. Ilikuwa ni jambo la kuumiza. Because something is about to be birthed out. Kwa sababu kuna kitu kinafaa kizaliwe. Something new is supposed to come from his side. Kitu kinafaa kitoka kutoka upande wake. And that is his mate. Na huyo ni mwenzi wake. Whose name is Eve. Ambaye jina lake ni Hawa. Hallelujah. Hallelujah. Adam could have tried looking everywhere. Adamu angejaribu kuangalia kote kote. To find a mate like other animals, but he could have not found. Akutafuta mwenzi kama wanyama wengine lakini hangepata. So God put him in a sleep. Kwa hivyo Mungu akamweka kwenye usingizi. And operated on him. Na akamfanyia upasuaji. Just the way God operated on Jesus. Kama vile tu Mungu alifanyia Yesu on the cross of Calvary. Pale msalabani Kalvari. When the soldier came and found Jesus dead. Wakati maaskari walikuja kupata Yesu amekufa. And he took a spear. Na akachukua mkuki. And pierced his side. Na akadunga upande wake. And out of his side. Na kutoka upande wake. There came water and blood. Ikatoka maji na damu. Talking about new birth. Talking about something being birthed. And that is the church of God. Hallelujah. Hallelujah. We are the bride of God. We are the bride of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Marriage can be a blessing if you marry right. Ndoa inaweza kuwa baraka kama utaoa sawa. Or it can be a lifelong burden if you go wrong. Ama inaweza kuwa mzigo wa maisha yote kama utaoa vibaya. May God help us. Mungu atusaidie. Adam wakes up. Adamu anaamka. And he's amazed. Na anashangazwa. He looks at this new creation. Anaangalia kiumbe hiki and kipya. says, bone of my bone. Anasema mfupa yangu. Flesh of my flesh. Nyama ya nyama yangu. And he called her a woman. Akamwita mwanamke. She is my exact counterpart. Anasema hii ni mwenzi wangu. She is from me. Ametoka kwangu. She is my complete. Yeye ni kamilisho langu. I'm finishing this sermon. Namaliza ujumbe huu. Bwana asifiwe. Amina. Ushaenda mahali ukapata kwamba watu wawili wameoana na ni tofauti sana. Mtu mmoja anaongea sana na mwingine haongei sana. Mpaka hata yule mwenye haongei sana anataka mnyamazishe yule anaongea sana. Now what happens is this. Sasa kile kinafanyika ni hiki. God, Mungu, in his own ways, katika njia zake mwenyewe, as one is led to their mate, kama vile mmoja anaelekezwa kwa mwingine, you will realize, utatambua, like for example my wife here, kama kwa mfano mke wangu hapa, the strength she has, ile uzuri alionao, I don't have. Ni kuingia kwa kazi, not giving God orders. Sio kumpa Mungu masharti. If you give God orders, kama utampa Mungu masharti, He can give you something anaweza kukupa kitu that can ruin you. ambayo itakuharibu. He can give you something and allow something, anaweza kukupa kitu amaruhusu kitu that can ruin you, ambayo itakuumiza. So even as our marriages, as we go back home, kwa hivyo hata katika ndoa zetu tunapoenda nyumbani, may we pray as the will of God leads us. Wacha tuombe kama vile Roho Mungu anatuongoza. And when God blesses us, na wakati Mungu anatubariki, what He has blessed us with, kila ametubariki nacho, may it not kill us or take away from His presence. Wacha kisituue ama kituondoe katika uwepo wake. Church, Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Nelson and Sharon, kwa hivyo Nelson na Sharon, your marriage, ndoa yenu, is not only merely a relationship, sio tu pekee uhusiano, but it is a profound ministry. Lakini ni huduma ambayo imewekwa wazi. It is a profound ministry. Lakini ni huduma ambayo imewekwa wazi. You have to nourish it. Yafaa uifanyie kazi. Work on it. Uifanyie kazi. Cultivate on it. Na uipalilie. Let's pray together. Wacha tuombe pamoja. Nimeongea mambo mengi hapa sana. Na pengine uko pale, labda you're not connecting with your spouse
Hujaunganika na mwenzi wako wa ndoa. Because maybe you have settled for 1 or 2 and omit 3. Labda pengine umetulia kwa 1 au 2 na umeacha ya 3. Or you've settled for 3 and omit 1 and 2. Ama umetulia kwa 2 umeacha 1 na 2. But just whisper a prayer this afternoon. Asema tu ombi mchana huu. And may the Lord revive and restore marriage institution. Na Bwana atahuisha tena ndoa katika. It is God who instituted marriage. Mungu alianzisha ndoa. It is God who instituted marriage. Mungu alianzisha ndoa. And God is a triune God. Na Mungu ni wa utatu. May you operate in the 3. Wacha ufanye kazi katika utatu. Let your soul connect with your mate. Wacha nafsi yako iunganike na mwenzi wako. Let your spirit connect with God. Wacha roho yako iunganike na Mungu. And let your body connect together. Na wacha miili yenu iunganike pamoja. Flesh of flesh. Kama mwili kwa mwili. Father, in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu. Your word comes to wash and cleanse us. Neno lako huja kutuosha na and Lord, I've delivered your word. Na Bwana nimefikisha I pray in the name of Jesus. Naomba katika jina la Yesu. Let there be restoration in our marriages. Wacha kuwe na urejesho. Let there be restoration in our families. Wacha kuwe na urejesho katika jamii zetu. People are giving up, oh God. Watu wanakata tamaa. How I pray, Jehovah God, that the Holy Spirit may minister into our lives. Roho Mungu atuhudumie. The Lord love may endure. Wacha upendo ukadumu upon your people. Juu watu wako. And those of you are waiting for as Adam waited, oh God. Wale ambao wanangojea kama vile Mungu alivyongojea. Let them be in your sleep. Wacha katika usingizi wako. Until the Lord you touch them. Hadi Mungu waguse. For the right mate. Kwa mwenzi wao. Blessed be your name. Ibarikiwe jina lako. For this we pray. Maana hii tunaomba. In Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu kuu. Amen. Amen. Tunapigia Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you, Bishop, for that word. To understand each other, emotions and feelings of each other. Bwana asifiwe sana. Na amesema kama kuelewa emotions and feelings, thoughts of each other. Brave. Nashukuru Mungu kwa that message na ataendelea vizuri. Tutaka nipeleke mwelekeo kidogo kwa sababu ya maua. Jackson Wanjala kijana nikiwa natoka kule Cherengani, lakini nimekuja hapa kwa sababu ya Sharon. Hata last Sunday tulimwaka sana Sharon akutupea way forward ili tutafika mahali hapa. Sitaweza kuenda tu kwa haraka hivyo, nataka niongee jambo moja kwa ajili ya Sharon ambalo labda mzee wake hakuwa analijua na ninataka nimfunulie mahali pale pia alijue. Sharon akiwa kule Kitale katika kazi yake amekuwa msaada kwa njia moja, kwa sababu vijana wengi alikuwa ananisaidia. Tukienda assembly alikuwa ananisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Niwasalimu nyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa mchungaji Henry Munji, brother Nelson. Bwana Yesu asifiwe. Na huduma na kanisa la African Divine Church. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mchungaji Faustus Isabwa, Efeso PAG. Naitwa mchungaji Boniface Azango na hudumu na PAG Shihingo Kakamega East kule Mbao. Asante mchungaji, barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya pastor wangu niko hapa kwa niaba ya Roots, mama ya Nelson, nashiriki na kanisa la Baraka PAG huko ndani.
Kwa majina naitwa Enoch Fatenge. Barikiwe na haya. Asante mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mara tena. Kwa majina ni Rebecca Shikuku, mchungaji wa Friends Workers Rwanda Village Meeting. Mimi nikiwa mama wa Nelson, nikisema mimi nimebarikiwa, nimepata msichana, nasema ni asante. Asante. Tungojee tu matunda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Bishop Timothy Muse Mayembe, natoka Webuye Ngoma. Tunahuduma pamoja kwa Kenya Students Research Fellowship na Mr. Munje. Be blessed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni retired pastor, Reverend Sam Masani Sabu ni district. Asante pastor. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Mimi naitwa Pastor Jeffrey Akonda na hudumu na vini na Hope Brethren Ministry. Nelson tumekuwa naye kwa hiyo madhabahu tukihuduma naye, ni rafiki yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu furahi ya harusi. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu Collins Olwengo, mmoja wapo wachungaji kanisa la CDC Malaba hapa tulipo na hudumu chini ya Bishop K. Karibuni sana. Nelson na Sharon, all the best. Mungu abariki ndoa yenu. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe tena. Majina naitwa Wafula Waliaula, msaidizi wa mchungaji CDC Malaba. Asante pastor. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Samson Nyambani, mchungaji wa CDC Putani. Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Lilian Dunani, kanisa la Lugari. Lakini siwezi kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Niwasalimu nyote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa mchungaji Henry Munji, brother Nelson. Bwana Yesu asifiwe. Na huduma na kanisa la African Divine Church. Mwenyezi Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mchungaji Faustus Isabwa, Efesto BAG. Ngoja. Bwana sana mchungaji. Naitwa mchungaji Boniface Azango na hudumu na PAG Shihingo Kakamega East kule Mbara. Asante mchungaji, barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya pastor wangu niko hapa kwa niaba ya Roots, mama ya Nelson, nashiriki na kanisa la Baraka PAG huko ndani. Kwa majina naitwa Enoch Fatenge. Barikiwe na haya. Asante mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mara tena. Kwa majina ni Rebecca Shikuku, mchungaji wa Friends Workers Rwanda Village Meeting. Mimi nikiwa mama wa Nelson, nikisema mimi nimebarikiwa, nimepata msichana, nasema ni asante. Asante. Tungojee tu matunda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Bishop Timothy Muse Mayembe, natoka Webuye Ngoma. Tunahuduma pamoja kwa Kenya Students Research Fellowship na Mr. Munje. Be blessed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni retired pastor, Reverend Sam Masani Sabu ni district. Asante pastor. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Mimi naitwa Pastor Jeffrey Akonda na hudumu na vini na Hope Brethren Ministry. Nelson tumekuwa naye kwa hiyo madhabahu tukihuduma naye, ni rafiki yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu furahi ya harusi. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu Collins Olwengo, mmoja wapo wachungaji kanisa la CDC Malaba hapa tulipo na hudumu chini ya Bishop K. Karibuni sana. Nelson na Sharon, all the best. Mungu abariki ndoa yenu. Asifiwe Yesu. Bwana asifiwe tena. Majina naitwa Wafula Waliaula, msaidizi wa mchungaji CDC Malaba. Asante pastor. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Samson Nyambani, mchungaji wa CDC Putani. Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Lilian Dunani, kanisa la Lugari. Lakini siwezi kusahau. Hallelujah.
ya pesa, tukimalizia mambo ya zawadi na maua. Bwana sikia sana. Kwa kama upata bahasha na kuna bahasha kama ulipata sawa, bring your bahashas na pesa tudelekea kwa kikapu hapa, tuwabariki waende hadi nzuri na utabarikiwa. So praise team, tuyo mara ya mwisho. Bring anything you have kuwasidikisha waende honeymoon. Hallelujah. Yaani mzuri kupanda mbegu nzuri kwa watu. Kwa nzuri kama hii. Wanakula. Tukimalizana na wazazi wa kutoka kwa msichana, tunaenda kwa wazazi wa kijana. Sasa mjipange pale nyuma, wazazi wa msichana wote wako huko karibu, tunawamalizia. So wazazi wa kijana tujipange pale nyuma. Alafu watu ndio maana tutasema ametenda. Ametenda kwa waliokuwa na saratani, ametenda kwa waliokuwa mashakani, ametenda kwa waliokuwa ametenda Mungu, ametenda Mungu, ametenda Mungu. Finally he has done it for me. Kama uliniona jana, I'm sorry. Something has changed, tell me what can you see? Sasa unaona tabasamu usoni. Ile mambo ya kulialia mimi mwenzenu nimewacha. Mambo yamebadilika, nimefikiwa. Kweli kwa Mungu hakuna kubahatisha. Natembea kwa ishara na miujiza. Kusifu wewe, tamsifu nani? Ona vile umenifanyia Baba, asante. Nisipokusifu wewe, tamsifu nani? Ametenda Mungu, ametenda Mungu, ametenda Mungu. Yesu
Sasa nataka nimkaribishe Sharon atulishie bwana harusi. Nataka tuone. Tuwashangilie, tuwashangilie. Shangilia, shangilia, shangilia. Amen. Wacha tuwape makofi, wacha tuwashangilie. Amen. Amen. Acha tuwashangilie, acha tuwashangilie. Pastor pia nataka tuone vile utakuwa unalinda Sharon. Wacha tuwashangilie. Amen. 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 Niko hapa na rafiki yangu Lilian. Ni miaka imepita na Fred. Nataka wakumbushane. Tumeambiwa leo tukienda nyumbani tukumbushane. Wala tumemaliza miaka 15, 20, tukienda nyumbani kuna wimbo tuliambiwa tukumbushane. Lilian, karibu, nataka nione mkikumbushana na Fred. The past 20 pendo na ongeza wazazi wa msichana. Ongeza heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Yandoa mengi mengi tupange nayo. Sweetie, nikuheshimu, uniheshimu. Nashukuru sana, asante sana. Yawe ni wimbo kwetu, yawe waridi yakanukie. Walikuwepo, walitalisha wazazi wa msichana harusi, wazazi wa msichana, tusingefika hapa na kufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Na hapa tulipo siku yetu ipo sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Wanaenda kulisha wachungaji pamoja, upendo na wako pale. Nawe ongeza heshima na pandisha, wape tuwe pamoja. Wachungaji wa Vihiga, wachungaji wa Kitale, wachungaji wa PNG, wachungaji wa Dada ya Mungu wanaenda kuwalisha wale wema kwa ndugu wote, kwa pande zote tutapendwa na wote, hata na Mungu. Tunashukuru sana mchungaji wa Vihiga, mahali huko unahitajika pale. Mchungaji wa Vihiga, mchungaji wa Vihiga, mchungaji wa Vihiga. Hatimaye sisi tufike leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu ipo muhimu, fiti ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tafadhali peana keki upande huu tumalizane na hiyo story. Tunataka twende kwa speeches kwa dakika 5. Nawe ongeza heshima na pandisha, tuwe pamoja. Tunapocheza huo wimbo wenye tunaenda kucheza, nataka watu wa kina msichana munitafutie watu 5, nitawapea kila mmoja 1 minute kuongea. Watu wa kijana munipatie watu 5, nitawapea dakika 1 kuongea. Alafu wachungaji na walimu tutakuwa tumemaliza hiyo program. Tupatie hiyo wimbo tafadhali.
Nani hajapata keki? Munji. Na Nelson ako na ndugu na dada wengi. Mahali popote walipo wasimame tu. Because of time please. Ndugu na dada za Nelson. Simama tu, tunawatambua uwepo wenu. Ndugu na dada za Nelson, asante. Mungu awabariki kwa kuja kusimama pamoja na Nelson kwa minajili ya sherehe yake. Neema ya Mungu iwatoshe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hakika niko na furaha siku ya leo au tarehe ya leo. Mungu naye alifanya ile maajabu. Na nashukuru kwa huyu nisenge yangu. Nilipenda sana siku ya leo nishakuja na msichana nyumbani. Nilikuwa nishachoka sana na maji na kila kitu. Lakini leo mimi sifanyi. Leo mimi nakaa tu. Ananisavisa, ninakula na furahi. Nilikuwa nishachoka, lakini siku ya leo Mungu anafanya maajabu. Na mapasta wote na kanisa yote namrudishia shukrani. Bwana asifiwe. Na hayo tu, huyu ni shangazi wangu. Mungu asifiwe. Pasta wote chambo sana. Chenye mmetenda mmenitendea misuri. Nilisema nimechoka kwenda mtoni. Leo nimepata mtu ya kuendea mtoni. Sichana yangu karibu. Mimi ni mama yako. Mama anaitwa Catherine. Asante sana watu wa upande wa wako wapi? Baba sema neno moja. Madhabahu matakatifu, waumini wote, washiriki na warafiki na msalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Mimi ni baba wa Nelson na kabla sijaendelea nataka niwatambulishe papa ambao wako hapa wamesimama pamoja na sisi. Hebu tuwe simame tuwe. Asanteni sana. Mimi ni papa, ni mmoja wao wale wamefurahi katika sherehe hii. Na waombee mema katika safari yenu ya kuanza maisha kuendelea mbele. Mungu na wabariki sana. Asante. Bwana, best couple wako wapi? Mtu aenda wakilisha wa best couple, sijui nasikia wako mbali sana. Asante. Bwana asifiwe. Senje ya Sharon, maisha marefu na ndoa ya furaha. Mungu akubariki. Majina anaitwa Meshak Shilabula, baba ya Sharon. Jambo moja tu, tumefurahia kwa makaribisho yenu. Hasa wale wasichana tumekaa nao kwa leo kwa hii wiki yote. Tunawapongeza Sharon pamoja na Nelson, natakia mema. Baraka zile mnahitaji kutoka kwa wazazi. Mirembe ya wana na bibi harusi. Ni furaha siku ya leo. Niko na Wanaivakale Secondary School. Ningependa tu ajitambulishe jina na somo analofunza. Benson Chika, congratulations, welfare. Marlon Recha na Njendo Bayo agree. Asante Mungu kutufanyia kazi mzuri. Josephine Owino, English and Literature, congratulations Temeji Munji. Praxidis Midemba, Business Geography, congratulations Munji. Bwana asifiwe. Mgamangi Dorin nikiwa Basa, congratulations double June. Congratulations my brother Munji. My name is Henry Shimenga, English Literature. Asanteni sana. Nami ni Bi Shenyi Mary ambaye ni mwalimu mkuu. Kijana yangu, msichana yangu, karibu nyumbani. Boyanzi bonyene. Asante. Asante kusema kwamba congratulations and welcome to this team. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu, asante. Nimeshukuru. Asante. First way. Bwana asifiwe sana. To Sharon and Nelson, congratulations and may God bless your marriage. Na wafuata, amen. Bwana Yesu asifiwe. Na furaha leo, asanteni sana wale wamekuja wote. Na kwa Nelson na Sharon, I wish you a blessed life in this marriage. Mungu awabariki.
Chema na harusi kuja useme Yesu asifiwe. Kwa maharusi bwana Nabii Nelson anasema tu congratulations, mweke Mungu mbele. Yesu asifiwe jameni. Unajua kuna mtu ameona wifu labda vile ameona msichana wetu akipata mtu na kijana wetu akipata kitu. Kwa hivyo wacha nikwambia kwamba leo barikiwa. Na kabla sijakalimisha kamilisha ni kwamba naomba tu mke wangu sema tu hai. Mke wangu tafadhali njoo tu dakika moja useme tu hai, na sitaki uongee. Inamaanisha kwamba tunarenew kuanzia leo. Hata nikienda nyumbani kuanzia leo mambo ni mapya. Kwa hivyo naitwa Askofu Jamin Wekesa, huduma ni Jiwe Kula pembeni Kitale. Ni kwamba Sharon, huduma wako umekuwa mwema kwetu katika huduma Jiwe Kula.